Ndugu zangu katika imani, bila shaka matarajio ya wazazi waliokuwa wengi, mafundisho ya dini kupitia kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anapotangulia mbele ya haki, matunda anayoyaacha ya watoto, yale matendo mema ambayo anayoyafanya mtoto huwa yanamsaidia mzazi anapokuwa katika maisha ya kaburini mpaka siku ya Kiyama. Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu, matat ummu, sahaba huyu amekufa mama yake. Faqala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume Muhammad sallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna ummi matat, mama yangu amekufa, afa atasaddaq anha, je nimtolee sadaka mama yangu? Saad anaona jambo la kujikurubisha kwa Allah la kumtolea sadaka mama yake, basi bila shaka itakuwa ni jambo ambalo itamsaidia mama yake katika maisha ya kaburini mpaka siku ya Kiyama. Anamuuliza Mtume, mama yangu amekufa, je nimtolee sadaka? Mtume akamwambia naam, mtolee sadaka. Saad akamwambia, ya Rasulullah, fa ayu sadaka afdal, sadaka gani iliyokuwa bora? Mama yangu ametangulia mbele ya haki, yupo katika kaburini, sadaka ipi iliyokuwa bora, iliyokuwa nzuri, ambayo ya kujikurubisha kwa Allah amsame makosa yake mama yangu? Ndugu yangu katika imani, sikia jibu la Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naona fursa ambayo mimi na wewe tunaoipoteza ya kuwatolea sadaka wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki. Tunadhani pengine mambo ni makubwa sana, lakini sikia maneno ya Mtume Muhammadin sallam alipoambiwa ipi sadaka iliyokuwa bora, qala sukirna, kunyosheleza watu maji. Ndugu yangu, maji ya kunywa, pitia, nunua maji yako katoni 1, 2, 3 ya afya, kadhalika gawa, peleka msikitini, peleka katika majumba. Haya maji unaoyatoa wewe yanasababisha mama yako ndani ya kaburi anasameheka na Allah tabaraka wa taala. Katoni za maji bei shilingi 3,000, tia nia kwa ajili ya mzazi wako, Allah amsame makosa yake, amnyanyue daraja lake, wewe na yeye awakutanishe katika rehema yake Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.